atakayemuudhi Allah, atakayemkera Allah, atakayemkosea Allah, fayushiku an ya'khudha, huyo basi Allah anakaribia kumkamata, kumadhibu na kumwangamiza. Hii ni kaida ndugu zangu, ni kanuni ya kisheria. Kuanzia leo Waislamu wa Nakuru, ondokeni na kanuni hii ya kisheria, kaida shar'iyya, kaida ya kisheria. Ukimwona mtu anachukia masahaba, ujue pia anamchukia Mtume Muhammad, anaficha tu. Ukimwona mtu anawapenda masahaba, ujue pia anampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam al-Bukhari anapokea hadithi ifuatayo katika sahihi yake kwa nambari 3572, na al-Imam Muslim pia katika sahihi yake anapokea kwa nambari 75 anil Bara'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardah annahu qala, hadithi ya al-Bara'u ibn Azib radhi za Allah zimfikie, anatuambia al-Bara, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, siku moja nimepata kumsikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min, masahaba al-ansar, watu wa Madina, hawapendi illa mu'min. Yani mwenye kuwapenda al-ansar huyo ni mu'min. Wala yubghiduhum illa munafiq, na hawachukii masahaba zangu al-ansar isipokuwa munafiq. Wanaochukia masahaba ni mu'minun au munafiqun? Wanaochukia masahaba ni waumini au wanafiq? Ni wanafiq. Mtume kathibitisha hilo, kisha akasema, faman ahabbahum ahabbahu Allah, mwenye kuwapenda masahaba zangu al-ansar, basi Allah naye atampenda. Waman abghadahum, na atakayewachukia masahaba zangu, abghadahu Allah, basi Allah naye anawachukia. Wa aqidatu ahli sunnati wal jamaa, na aqida ya ahlu sunna wal jamaa, sikilizeni sasa. Aqida ya ahlu sunna wal jamaa anna jami'a as-sahabati udulun. Ahlu sunna wal jamaa, aqida yetu, manhaji yetu, mawqif yetu tangia awali zama zilizopita mpaka leo, ya kwamba masahaba wote wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni waadilifu, ni waadilifu. Lakini wako waliodata na kujizima data, wako waliodata na kujizima data. Kudata unajua kibongo, kuchanganyikiwa. Umedata nini? Umechanganyikiwa. Sasa kuna watu wanajifanya wamedata na wanajizima data. Wanakuambia maswahaba sio waadilifu wote. Waambieni mmedata na mnajizima data. Hebu semeni, masahaba wote ni waadilifu. Utake hivi ndivyo ilivyo, usitake hivi ndivyo ilivyo. Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu cha fi bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, anasema haya yafuatayo, sikilizeni aqida ya ahli sunna wal jamaa. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, نسيسي تنوابين دم الصحابة وبوانا متوم محمد صلى الله عليه وسلم واتكوا جملة.
wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, na wala hatuko tayari kuchupa mpaka katika kumpenda mmoja katika wao. Wala natabarra'u min ahadin minhum, na wala hatujitengi na yoyote katika wao, tunawakubali wote. Wanubghidu man yubghiduhum, na sisi ahlu sunna wal jamaa, al-Imam at-Tahawi anasema na sisi ahlu sunna wal jamaa tunawachukia wale wenye kuwachukia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa bighairi al-haqqi yadhkuruhum, na pia tunawachukia wale wote wanaowataja masahaba kwa ubaya pasina haki yoyote. Wala nadhkuruhum illa bikhairin, na wala sisi ahlu sunna hatuwataji masahaba illa kwa khairi tu. Wa hubbuhum dinun, na kuwapenda masahaba kwetu sisi ahlu sunna ni dini. Wa imanun, na ni imani. Wa ihsanun, na ni ihsani. وبغضهم كفر, نكواتشكي مصحابة منهج أهل السنة والجماعة. الإمام أبو جعفر الطحاوي نسمى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبغضهم نكواتشكي مصحابة كفر نكفيري ونفاق ننافق وطغيان na ni kuchupa mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza nondo kutoka kwa ahlu sunna wal jamaa. Al-Imam Abu Zur'a ar-Razi anasema idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa'lam annahu zindiqun. Ukimwona mtu anawatia doa na dosari, anasema masahaba wana weakness, masahaba kadha, anawaponda, anawasema vibaya, anasema jua wazi ya kuwa huyo ni zindiq. Na kalimatu zindiq sio kalima arabia, sio neno la Kiarabu asili. Neno limechukuliwa kwa Wahindi na Wapakistani, zendegi, si ndio wanasemaga hivyo? Yani ni zindiq, mtu ambaye si muislam. Ukimwona mtu anawasema masahaba vibaya, al-Imam Abu Zur'a ar-Razi anasema huyo sio muislam. Imamu ahli sunna wal jamaa Abu Abdullah wa Abu Yahya Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala naye anasema idha ra'aita ar-rajula yadhkuru ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bisu fattahimhu ala al-islam. Ukimwona mtu anawataja masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam vibaya, basi mtuhumu katika dini yake. Maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Sikilizeni vizuri sasa hukumu ya anayewachukia masahaba. Ahlu sunna wal jamaa wanasemaje? Maimamu wawili wakubwa ambao ni mufassirun katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, al-Imamu Abu al-Fida Ismail ibn Kathir al-Hafidh, al-Imamu al-Qurtubi, wote wawili hawa wanapokea msimamo wa al-Imamu Malik imamu Dari al-Hijra kuhusiana ya watu wanaowachukia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Malik amefanya istinbat katika aya ya mwisho katika suratul Fath, kapata istinbat ya kuwa hachukii masahaba isipokuwa kafir. Sikilizeni katika tafsiri ya Imamu Ibn Kathir juzuu ya 4 ukurasa 219, Ibn Kathir rahimahullah anatuambia
kuhusiana na aya Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injili. Twende sasa. Kazar'in akhraja shat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك anasema aya hii aya nzima inawazungumzia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah, mubtada na khabar. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye. Kina nani walikuwa na mtume Muhammad? Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Figo, Maini. Nani alikuwa na masahaba? Alikuwa na mtume? Masahaba. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye. Angalia wasifu wao, sifa zao. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali, wakakamavu mbele ya makafiri. Ruhamau bainahum, wao kwa wao ni wenye kuhurumiana. Alafu tarahum ruk'an sujada, utawaona wakirukuu na wakisujudu. Wanatafuta nini? Qur'an inathibitisha masahaba walikuwa wanatafuta nini? Biashara. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, walikuwa wakitafuta fadhila na radhi za Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, utaona alama zao katika nyuso zao ni kutokana na athari ya kusujud. Dhalika mathaluhum fi at-Taurah, huo ni mfano wao katika kitabu cha Taurah. Kisha akaja akasema wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shat'ahu faazarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Al-Imam Ibn Kathir anasema, katazameni katika tafsiru al-Qur'an al-Azim, kitabu cha al-Imam Ibn Kathir, juzuu ya 4 ukurasa 219. Anasema Ibn Kathir, ومن هذه الآية الكريمة، نكتكاننا آيه تكوف، انتزع مالك في رواية بتكفير الروافض. الإمام مالك كفت استنباط. Kiswahili cha nyumbani kwetu amepata kudadavua na kuchambua na kutohoa. Sisi ndo walimu wenu kwenye Kiswahili bana, sio? Au mnabisha? Japokuwa Abu Hamza anasema walimu wetu, lakini mnapenda kuombaomba. Haya shekhe, sisi tunaomba vipi? Mkienda dukani, naomba maji. Unaomba wakati unatoa pesa yako. Sheikh Abu Hamza yule pale, naomba shekhe, hii ni lugha ya ustaarabu, si wastaarabu bwana. Nyie leta kuje nini bwana, tumia maneno mazuri. Sasa Sheikh Abu Hamza anatutania mpaka anasema nyinyi mmezidi bwana, hata mkitaka kuacha mke unasema bibi yangu naomba nikuache. Mimi nasema hiyo hapana, hiyo is too much. Wakati wa kuacha atuombagi, tunakasirikaga, si ndio? Sasa al-Imam Malik Ibn Kathir anasema kupitia aya hili yaghidha bihimul kuffar, ili makafiri wapate kuchukia, ili apate kuwachukiza makafiri. Akasema al-Imam Ibn Kathir, al-Imam Malik kupitia aya hii anapata istimbati ya kuwa marawafid ni makafiri. Mnawajua marawafid? Mnawajua? Hebu watajeni.
makafiri. Kwa nini? Kwa sababu katika aya inayowazungumzia Muhammad na masahaba zake, Allah kuna pahala anasema ili apate kuwachukiza makafiri. Al-Imam Malik bahrun amiqun la sahila lah, imamu dari al-hijra, sheikh, imamu mkubwa, imamu adhim. Unaweza kusema jitihada zake mwenyewe binafsi. Ibn Kathir ananukuu maneno hayo, anasema kupitia aya hii liyaghidha bihimul kuffar, ili apate kuwachukiza makafiri. Akasema al-Imam Malik msimamo wake, hawa marawafidh mashia ni makafiri. Ibn Kathir anasema al-Imam Malik ndio msimamo wake. Kwa nini? alladhina yubghiduna as-sahabata ridwanullahi alayhim ajma'in, wale wanaowachukia marawafidh si waislamu. Kwa nini? Akasema liannahum yaghidhunahum, kwa sababu wao ndio wale makafiri wanaowachukia masahaba. ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية, na mwenye kuwachukia masahaba huyo ni kafir kupitia aya hii. Sio maneno yangu, maneno ya al-Imam Malik, ameyanukuu al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, Tafsirul Qur'anil Azim, juzuu ya 4 ukurasa 219. Al-Imam al-Qurtubi akaja kusapoti maneno ya al-Imam Malik. Angalia sasa katika tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi juzuu ya 16 ukurasa 297, angalia al-Imam al-Qurtubi anasemaje. Anasema walaqad ahsana Malikun fi maqalatihi, hakika na bila ya shaka al-Imam Malik amepatia katika maneno yake. Wa asaba fi ta'wilihi, na amepatia katika tafsiri yake. Tafsiri gani? liyaghidha bihimul kuffar, akasema na hawa jamaa zetu na hawa ni makafiri kwa sababu ndio ambao wana tabia kuwachukia masahaba. Mko pamoja na mimi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi chungu nzima ametuhusia juu ya masahaba zake, na akatukataza sisi kuwakosea adabu masahaba zake. Al-Imam at-Tabarani anapokea hadithi hii katika maajim zake mbili, al-Mu'jam al-Kabir wal-Mu'jam al-Awsat. Katika al-Mu'jam al-Awsat katazame kwa nambari 4771, al-Imam al-Haythami katika kitabu chake cha Majma'u az-Zawaid juzuu ya 10 kurasa wa 21, wote wanapokea hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia maneno mazito juu ya masahaba zake. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu man sabba ashabi, Allah amla'ni yule mwenye kuwatukana masahaba zangu. Wako wanaotukana masahaba hawako? Wamelaaniwa hawajalaaniwa? Nani kasema wamelaaniwa? Nuruddin Kishki? Nani kasema? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama hilo alitoshi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea jitihada walizofanya masahaba. Watu wa Dar es Salaam, jiji la gharama, tunasema piga ua garagaza, huwezi kuwafikia masahaba. Piga ua garagaza, huwezi kuwafikia masahaba. Nini maana yake piga ua garagaza? Na kibarua leo cha kufundisha pa Kiswahili hapa. Yani fight utakavyo fight, huwezi kuwafikia masahaba. Ndio maana ya piga ua garagaza. Fanya utakavyofanya, masahaba huwezi kuwafikia babu. Al-Imam Muslim anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 1541, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, huku anatukataza kuwavunjia heshima masahaba, na huku anatuonyesha thamani yao, mchango wao katika dini, jitihada zao katika dini. Anasema nini? la tasubbu ashabi
msithubutu kuwatukana masahaba zangu. Fawalladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Mtume anaapa ndugu zangu, na watu wa tauhid na aqida wanatuambia al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Siku zote mtu mtukufu kama Muhammad, mkubwa kama Muhammad, akiapa haapi kwa jambo dogo, ataapa kwa jambo kubwa. Na kiapo kikubwa cha mtume mara nyingi, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad ipo mikononi mwake. Mtume anaapa kwa jambo zito. Anasema nini? Lau mmoja wenu akitoa mlima mzima wa dhahabu, billahi alaikum niambieni, mlima jabali la dhahabu, kitu kidogo, pesa nyingi sio pesa nyingi. Lau mmoja wenu akitoa katika Uislamu mchango wake sawa na mlima mzima wa dhahabu, hatoweza kufikia mchango mdogo uliofanywa na masahaba kwa kadri ya kipimo cha mkono wao. Almud, maulama wanatuambia ni robo ya saa, na saa ni michoto minne. Unachota mara ya kwanza, unachota mara ya pili, unachota mara ya tatu, unachota mara ya nne, ni saa. Sasa hii ni robo ya saa, ni sawa na hivi. Yani mmoja wenu akitoa mlima mzima wa dhahabu katika Uislamu, hatofikia mchango mdogo uliotolewa na maswahaba kwa mkono hivi au nusu yake. Huwezi kuwapata hawa mabwana. Al-Imamu Tabarani vile vile katika Mu'jam al-Awsat ukurasa wa 142 anatuambia, anapokea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anatuambia, man sabba ashabi, mwenye kuwatukana masahaba zangu, fa alayhi la'natullah, huyo la'na za Allah ziwe juu yake, wal malaika, na la'na za malaika ziwe juu yake, wan nasi ajma'in, na la'na za watu wote ziwe juu yake. Ndio maana mnawaona wanavyodata na kujizima data. Hamuwaoni wakati wa Ashura wanavyofanya? Wanajipiga, wanajichanja, wanajitoa damu. Si afadhali kujipiga? Siku hizi zimekuja na style bwana, wanajipaka mavi. Laana sio laana hiyo. Laana ya maswahaba haiwezi kukuacha babu. Hamjawahi kuona wakitembea kwenye ardhi wanatambaa hivi? Nini manake? Hebu nitafutieni mtu yoyote mwenye dini yake, awe Mkristo au Myahudi, anayefanya vitendo kama wanavyofanya hawa mabwana. Wanatafuta kama bwawa kubwa la matope, uchafu, wanatumbukia, wanajimoga. Wamedata na kujizima data. Hebu sema. Na laana ya maswahaba imewapata. Hiyo peke yake ni adhabu tosha. Maulama wanatuambia wamemsingizia bibi Aisha, mke wa Mtume Muhammad, kipenzi cha Mtume Muhammad, as-Siddiqa bintu as-Siddiq, al-Habiba zawjatu al-Habib, kipenzi cha Mtume Muhammad huyo. Wamemsingizia kwamba alikuwa mzinifu. Na nyinyi mnajua kwamba katika Suratu Nur mtu kimsingizia mu'min adhabu yako nini? Hebu tupeni aya, nasemaje? Angalieni adhabu wanajipa wenyewe duniani, wanajipiga na mapanga, wanajichanja. Allah anamlipizia Aisha kila mwaka katika Ashura. Aisha yuko peponi anakula kuku kwa mrija, na huko anateseka wao. Subhanallah. Ndugu zangu,
Masahaba ni watu wakubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu sikilizeni Allah anasemaje. Nani katika sisi waislamu wanakuru ambaye ana uhakika kwamba Allah amemridhia? Tunatamani, tunatafaul kwamba Allah aturidhie tupate radhi zake, sio? Nani mwenye garantii kwamba mimi alhamdulillah Allah yuko radhi na mimi bwana? Nani? Anyanyue mkono hapo. Masahaba wako hai, Allah anawaambia mimi nimekuridhieni. Ndio katika suratul Fath Allah anasemaje? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد حقيقة بلا شك رضي الله عن المؤمنين، الله مكوشا ورضي wale waumini إذ يبايعونك تحت الشجرة، pindi walipokuwa wakikubai chini ya mti. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah amekwisha jua yaliyomo katika nyoyo zao. Allah kashawaridhia Sheikh. Wewe pasuka, nuna, kasirika, fanya utakavyofanya. Wale mabwana habari na wewe hana Sheikh. Watanzania wanasema wanakula kuku komrija, wako peponi wanakula raha. Kama hili alitoshi, Al-Anfal inatuthibitishia ya kuwa masahaba ni mu'minuna haqqan, ni waumini wa kweli. Hawa jamaa waliodata na kujizima data eti wanasema masahaba, malaki ya masahaba takriban 300 na kitu, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, eti wote wamerudi kwenye ukafiri isipokuwa 2 au 3 au 4 hawazidi. Sasa Allah anathibitisha kwamba hawa ni waumini wa kweli. Al-Anfal Allah anasemaje? والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. Na wale walioamini na wakahama. Nani waliohama jamani? Watu wa hijra nani? Mimi na wewe, si masahaba. Wajahadu fi sabilillah, na wakapigania katika dini ya Allah. Almuhajirun hawa. Walladhina awaw wa nasaru, na wale waliowapokea wenzao wakawapa sehemu za kuishi na wakawanusuru. Ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli. Allah anasema ni waumini wa kweli. Wewe unasema hawakuwa waumini, walibadilika. Wewe na Allah nani anajua zaidi? Yani Allah anamwambia huyu wewe mtu wa peponi, na wewe ni mu'min, na wewe nimekuridhia. Alafu Allah eti hajui kama baada ya mtume hao watarudi kwenye ukafiri. Inaingia akilini? Inaingia akilini? Kisha Allah akasema lahum maghfiratun wa rizqun karim, wana msamaha wa Allah na wana riziki nzuri huko waliko. Bali katika suratu Tauba aya nambari 100 Allah anatuambia ukitaka wewe upate radhi za Allah, fata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na asiyefata masahaba imekula kwake, amepata hasara. Katika aya maarufu Allah anasema nini? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, na wale wa mwanzo katika Uislamu, muhajirin na ansar wa Makka na Madina. والذين اتبعوهم بإحسان, na wale waliowafuata kwa ihsan. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah amekwisha waridhia na wao watamridhia. Waliowafuata maswahaba
athari za masahaba, manhaj ya masahaba, njia ya masahaba, sunna ya masahaba, hao Allah ameshawaridhia mimi na wewe ili tupate radhi za Allah. Suratu Tauba aya nambari 100 inatuambia nini? Ili tupate radhi za Allah tufanye nini? Tufate nini? Tufate athari ya masahaba, tuwafate masahaba, athari yao na sunna yao na njia yao. Kama hili alitosha, Allah akasema وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, na amewaandalia pepo ambayo chini yake hupita mito mbalimbali. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, watakaa ndani yake milele. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, huko ndo kufaulu kulikokuwa kukubwa kabisa. Kama hili halitoshi ndugu zangu, suratu Tauba inatuthibitishia ya kuwa masahaba wamefaulu mbele ya Allah. Wewe unasema hapana bwana, baada ya mtume kufariki umebadilika, umekula maharage yaliyooza. Umekula maharage yaliyooza, ndio maana unabuabwaja, unaongea hovyo. Sikiza Allah anasemaje, والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, na wale walioamini na wakafanya hijra, wakahama, wakapigania dini ya Allah, wakapigania njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. We nini umefanya katika Uislamu? Umeplay party yako katika Uislamu kiasi gani? Wametoa mali zao na nafsi zao. Allah anasema wale walioamini na wakahama na wakapigania dini ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Sikiza sasa daraja lao mbele ya Allah, malipo yao mbele ya Allah. أعظم درجة عند الله, hawa na daraja nzito mbele ya Allah. وأولئك هم الفائزون, na hao ndio waliofuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa zetu hawa wanaowachukia masahaba, hebu sikiliza maneno mazito ya wanawachuoni watukufu wa Kiislamu. Katazame katika kitabu cha Sharhu Aqidati At-Tahawiyah, Sharhu Aqidati At-Tahawiyah, ukurasa wa 537. Qala Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, msikilize mwanawachuoni Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasemaje. Tega masikio haya maneno, ondoka nayo we kijana wanakuru. Sikiliza mwanawachuoni wa Kiislamu anasema nini. Qila lilyahudi man khayru ahli millatikum, mayahudi siku moja waliulizwa, nani mtu bora katika mila yenu, katika dini yenu, nani mtu bora? Qalu ashabu Musa alayhi salam, mayahudi wakasema wanafunzi wa Musa alayhi salam ndo watu bora katika dini yetu ya Uyahudi. Waqila linnasara, manasara na wao wakaambiwa, man khairu ahli millatikum, nyinyi manasara, nyinyi wa Kristo, hebu tuambieni nani watu bora kwa mujibu wa mila yenu na dini yenu? Qalu, manasara na wao wakasema, ashabu Isa alayhi salam, ni wanafunzi wa Isa alayhi salam, hao ndo watu bora katika Ukristo. Si mnawaona wakiwatukuza wanafunzi wanasema wa Yesu, wasema walikuwa 10 na ngapi?
12 wanawaheshimu. Unasikia Yohana kasema, Petro kasema, nani mwingine nikumbushe? Mathayo kasema, Luka kasema, Lumaso. Wakristo wanaulizwa nani watu bora katika dini yenu, wanasema wanafunzi wa Yesu. Mwanachuoni Ibn Abi al-Izz al-Hanafi anasema waqila lirrafidah, kisha wakaulizwa Mashia, wakaambiwa nini? Man sharru ahli millatikum, nani watu wabaya katika mila yenu, katika dini yenu? Watu wabaya nani? Qalu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakasema watu wabaya kabisa ni hawa masahaba wa Muhammad. Yani Mayahudi wanapenda wafuasi wa Musa, masahaba wa Musa wanasema ndio bora katika dini yetu. Manasara wanasema wanafunzi wa Isa, wanafunzi wa Yesu 12 ndio bora katika dini yetu. Jamaa zetu wanasema hakuna watu wabaya kama wanafunzi wa Muhammad. Wana dini hawa, na hawapendi kusemwa kwa taarifa yenu, wanachukia wakisemwa. Unajua kwa nini? Hawataki watu waamshwe wawajue ubaya wao. Na sisi tunasema wa in janahu lisilmi fajnah laha, kama nataka amani waacheni maswahaba wa Muhammad. Mkiwagusa, 99.9% duniani ni watu wa sunna, ahlu sunna wal jamaa, hawatokubali mtu awaguse wanafunzi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nataka nihitimishe ndugu zangu. Ibn Abd al-Barri anatuambia katika kitabu chake Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, katazame juzuu ya 2 ukurasa wa 97, anapokea kauli ya Abdullah ibn Mas'ud kuhusu masahaba, na hapo ndipo nitakaposimamia insha Allah. anasema yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abdullah ibn Mas'ud anatuambia man kana mustannan falyastanna biman qad mat, yeyote yule ambaye anataka kufuata njia basi afuate njia ya wale waliokwisha tangulia. Kina nani hao? Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anaanza kutoa sifa zao kede kede, sifa zao kem kem, sifa nyingi. Akasema kanu khayra hadhihi al-umma, masahaba ndio umma bora, watu bora katika ummatu Muhammad. Wa abarraha quluba, na masahaba ndio watu wenye mioyo yenye kutii, hakuna anayewapata kwenye hilo, wenye mioyo mizuri yenye kufuata maamrisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa a'maqaha ilma, na masahaba ndio wenye ilmu nambari 1 katika ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ukiletewa alim ambaye ni tabi'i na alim ambaye ni sahabi, msomi wa sahaba, msomi na msomi mwingine ambaye si sahaba, wao wanamfuata nani? Wao ndio nambari 1 Sheikh. Kina Malik, kina Abu Hanifa, kina Ahmad, kina Shafi'i na wengine wote wanachukua kutoka kwa masahaba. Anasema ndio wenye ilmu kubwa kuliko watu wote. Wa aqallaha takallufa, na masahaba ndio watu ambao hawana mambo mengi, hawana mzigo mkubwa kama mimi na wewe. Qaumun, ni watu ambao ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, Allah ndiye aliyewachagua kwa ajili ya kuwa masahaba wa mtume wake. Wa naqli dinihi, na Allah ndio amewachagua wao ndio wamsaidie mtume kusambaza Uislamu.
fatashabbahu biakhlaqihim wa taraiqihim, basi chonde chonde jifananisheni na akhlaq zao na fateni njia zao. Fahum kanu ala alhadi almustaqim, kwani masahaba walikuwa katika njia iliyonyoka. Mada yangu ya leo ilikuwa kisema kuwapenda masahaba ni kumpenda nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuwachukia masahaba ni kumchukia nani? Ni kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba ndio waliotusaidia kutufikishia Uislamu. Anayewachukia masahaba anachukia sharia yote ya Uislamu. Asiyewataka masahaba huyu haitaki Qur'ani wala Sunna. Anayewatuhumu masahaba maana yake kamtuhumu Mtume, kana kwamba Mtume hakuwa na akili, kachagua watu wa hovyo. Inaingia akilini? Muhammad ni genius nambari 1, hakuna kama Muhammad. Sasa watu wana mipango yao, watu wanakuja kubomoa dini hii kwa ajili ya kuwatukana masahaba na kutukana wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dini ya Abdullah ibn Saba, dini ya Mayahudi. Na siku hizi wamekuja na staili. Mnajua staili yao? Penye udhia penyeza rupia. Mnanielewa? Wangapo umenielewa? Sheikh Abu Hamza, kuna haja kuja kufanya semina Kiswahili tunakuru. Sema penye udhia penyeza rupia. Ukiona sehemu hapa ingiliki pagumu pazito, tumia pesa, njia inakuwa rahisi. Ndio penye udhia penyeza rupia. Dini inaitumia pesa kushawishi watu. Sasa hivi dini ya nani? Semeni. Utaambiwa matibabu bure, njoo utapata matibabu bure. Serikali haitoi matibabu bure. Haya, shida yako nini? Mnavutwa misaada. Njooni, kuna misaada. Kuna zile mabegi ya shule wanafunzi nini, uniforms na nini, njooni mchukue. Waswahili kwetu wanasema kizuri kinajiuza na kibaya kinajitembeza. Ukimwona mtu dini yake anatumia pesa kuwapa watu pesa, ujue dini mbaya. Ndio maana anashawishi watu ili waje katika dini yake. Anayewachukia masahaba hana Uislamu. Wamekukosea nini? Wamemdhulumu Ali. Ali baba yako? Sasa hivi wako wapi wote? Wako wapi masahaba? Wako wapi? Sio wameshaenda kwa Allah? Allah si ndio hakimu? Alaysa Allahu biahkamil hakimin? Si ndio Allah atahukumu nani sio? Wewe kuhusu nini?